yangu chai vipi huko? Umeshaiva? Bado. Nilikuwa naandaa. Wow. Mchumba? Ndio nimepata mchumba. Hii kazi sasa. Wa wapi yangu huyo? Nani afanye ndio kule mbele. Sasa kaka yako akija yeye habari mama. Sawa. Ila rafiki yangu umefanya cha maana kwa Mungu. Sasa utamleta lini hapa nyumbani? Tamleta tu tukipanga siku utamleta. Sasa rafiki yangu nenda uangalie chai kama imeshaiva sasa ulete. Nasikia nina njaa. Hapo ngoja nikaangalia kama imeshaiva. Naam. Umeshatoka. Karibu. Asante. Unakaa hapa? Hata acha nikae hapa. Au tuingie ndani? Hata tusipoingia ndani hatuna nini. Za utokako. Kwa kweli ni nzuri. Nimeona kwamba nirudi kwa sababu kuna sehemu nilikuwa naenda. Sawa. Nimeona kwamba kuna jirani amenipigia simu alikuwa na shida na mimi. Kwa hiyo yupo njiani anakuja kwa hiyo ikanibidi nifanyeje niwahi kurudi. Karibu sana. Sasa mume wangu. Kuna habari wiki yangu amenipatia hapa zimenifurahisha. Habari gani? Ameniambia eti amepata mchumba. Amepata? Mchumba? Haya, nimuulize. Umempata wapi wewe mchumba? Mpaka sasa kule mbele kuna vile tunaelekea mbali. Kama unaelekea Rubare. Sawa. Sasa cha kufanya kuhusu hilo swala. Umeniambia mimi kama kaka wako pamoja na wifi wako, si ndio? Basi panga siku huyo mchumba wako uliyemuona au mlioana. Karibu tupo. Karibu. Jirani. Karibu tupo. Hebu nipatie kitu hapo. Karibu. Karibu sana. Tupo. Jirani. Sawa. Kama nilivyokupigia simu. Sawa. Nilipoleta hapa ni mpango wa kazi ambayo tulifanya. Sawa. Nikumbuka. Sasa kuna kazi imetoka, yaani mgongo moja la pili kule Dodoma. Makao makuu ya nchi pale. Tunapata vizuri. Ndio maana kupendaga jirani. Sasa ndio wangu mimi hapa sina muda mwingi sasa. Nataka nimekuja hivi nikupashe hii taarifa, halafu wewe ujiandae kwa sababu ile ni kazi nzuri ambayo inalipa. Shemeji yangu asante sana. Unajua sisi ni majirani lakini yani kama ndugu. Asante sana, nashukuru. Nadhani kila kitu kiko sawa. Wewe cha msingi hapa ni kujiandaa kesho. Tuanze safari, hatuna muda wa kupoteza kwa sababu kila kitu kimeshasetiwa vizuri. Hilo ni kweli. Kwanza kitu cha kwanza ninakushukuru sana. Sawa. Kwa habari hizo njema kwa sababu na mimi kweli kama ni Mungu kujibu, amejibu. Habari nzuri. Mungu amejibu. Unaona? Kwanza niende nikapambana, hata niende nikapambane. Unajua sisi wanaume sisi tumeombewa kufanya kazi. Yaani ukiwa mwanaume utakiwa kuwa regerezi. Kwa hiyo tukafanye kazi. Shemeji huyu hapa mzuri anakutegemea wewe. Sister hapa anakutegemea mdogo wetu, kwa hiyo
pambane kwa sababu maisha ndio yanavyotaka tufanye kazi. Ndivyo ilivyo jirani. Na umenipenda. Tunaendana na story ya Mheshimiwa Rais kwamba hapa kazi tu, na mama akaja akasema kazi. Alfio. Ninashukuru sana sisi. Yaani asanteni sana. Unajua mimi shehe nimefanya kazi na watu tofauti katika kila engo tofauti. Mwanangu Jovinai. Mbona umetoka mapema? Marahaba. Marahaba. Mimi nimekufunza wetu wanahitaji mahindi. Wanahitaji Mahindi. Sasa na Mama Jovinai. Hivi mpaka walimu wanafika wakati wanakufukuza kwa ajili ya mahindi. Ndio. Yaani unakosa hata vipindi. Wao wanataka mahindi, si ndio? Jirani. Hapana jirani. Huu mpango ni wa serikali, yani mkakati mzima ni wa serikali Tanzania nzima. Mahindi haya yanayotakiwa ni kwa ajili ya lishe bora, kwa ajili wapate uji, kwa sababu unapokuwa shuleni wanahitaji kitu chochote ili waendelee kumove kwenye masomo yao. Kwa hiyo mimi nadhani ningefanya mpango wa kumpatia huo mzigo au mahindi akaendelea na masomo hata kesho, kwa sababu hapa ameshatoka, haiwezekani turudi tena wakati huu. Basi sawa jirani, kwa kuwa umesema ni wewe, basi nitahakikisha nafanya utaratibu huu. Basi sawa. Basi asante ndugu wangu. Sasa mwanangu Jovinali, mahindi utayapeleka kesho. Nenda ubadilishe nguo uende mtoni. Asante. Haya. Ni bwana hawa walimu nao mpaka wanakosa vipindi kwa sababu ya Ni kweli shemu. Hii ni sera ambayo ni ya mkakati wa Tanzania nzima shule. Kaka. Naam ndugu wangu. Karibu shemeji. Asante Karibu karibu. Asante. Kaka show. Marabu jambo. Sijambo za nyumbani hapa. Ni nzuri. Karibu shemeji yangu. Shembo ndio kana maana kupendaga. Wao wananijali. Asante. Na huko kutoka kwa. Huko nitokako ni salama sana. Sawa sawa. Mnaendeleaje? Kwema. Habari ya saizi ndio. Salama. Safi kwema. Kwema kwa kweli. Mnaendeleaje na hali? Sisi tunamshukuru Mungu. Za huko nyumbani lakini. Huko nyumbani shema katema kita kungu hizi. Mna bwana shemeji yangu. Huko nyumbani sisi hatujambo. Sawa sawa. Kaka mimi nilikuwa nimekuja kukusalimia kwa sababu utagia jana juzi sijaji. Kwa hiyo ningeonekana sina adabu kwa kaka yangu. Ndio hivyo mdogo wangu. Sasa kaka, asante kwa sababu nimekukuta wewe ni mzima na shemeji. Sawa sawa. Naona una mgeni njiani yako. Jirani yangu. Ila umefanya jambo zuri kwa sababu nakwambia damu ni nzito kuliko maji. Uhakika. Nyimbi manya yako talingabi. Bwana. Mbona kaka nyena agenda kaka? Kumeenda. Nilikuwa naenda kwa mzee Sekarundi. Sawa. Ila ikabidi hapana nisipite bila kukusalimia. Asanteni sana. Bandagaja katontozi. Sasa wewe mtoto unaenda kufanyia nini? Basi wewe Kaka, mimi kaka nilikuwepo. Basi asante. Asanteni sana. Baki salama kaka. Asante. Nenda salama. Naweza kusindikiza. Basi kwanza nikae na huyu jirani. Tuko kwenye mazungumzo. Asante sana. Baki salama. Asante. Bwana. Sawa. Na mdogo wangu bwana. Subiri kidogo. Asante shemu. Kwa kweli Mungu ni mwema. Na ni mwema kweli kila wakati. Kwani nasema? Unajua shemu? Kila kitu vile yaondoke maana ya mauzio. Shemu. Huwa mimi nakuona mara kwa mara. Ila ukweli wanapenda. Seriously. Yaani ukweli huwa nakupenda shemu. Na huwa naimaanisha. Yaani nakupenda mno. Acha Mungu shemu kabisa. Ila hii tuifanye siri. Kaka asije akajua. Anaweza kaniletea shida. Sasa juaje? Alafu shemeji yangu ni matani yangu. Matani ya shemeji. Shemu na imaanisha ile wewe niamini. Sasa shemu kwa sababu kamwai mmeo ngoja ni lakini hilo swala unifikirie pia.
Haya shemeji bwana. Nifikirie bwana. Haya kwa heri. Haya. Sasa habari njema ndio hiyo. Mimi acha niende. Asante sana jirani. Wewe tujiandae kesho twende safari, kila kitu kiko sawa. Yaani kuhusu hilo ondoa wasiwasi, hilo nitalishughulikia. Sawa sawa. Fresh. Rafiki nini mwana? Hivi ni wewe kweli? Mimi. Ndio mwenyewe kabisa unasema ukweli. Ndio mimi. Kwani uliacha shule mzee? Hamna. Kwani sio kama niliacha labda kwa kutaka. Unajua labda na wazazi yani wananini pale nini. Mwanangu ndio sasa. Unajua elimu ni ufunguo wa maisha. Sawa, naelewa hilo, ila wewe nakushauri kitu kimoja. Endelea kusoma, unaweza ukawa hata waziri. Nitajua na rafiki yangu kweli. Sasa katika kusoma nakushauri. Mimi nakwambia ukweli. Kwenye ndoto zangu ninavyojifikiria mimi. Haitatokea shetani au mtu mbaya anaweza kunikataza shule na nikaacha shule. Hayupo. Kweli kabisa wewe. Mwanangu mimi nikikutumba kwa nini? Mbona dishi ilikuwa inafanya kweli? Ndio kama dishi labda nini? Unajua pale nyumbani pale nategemewa. Kwa hiyo muda wa kwenda shule pale nilikuwa na bana mwishowe kali kwa. Kwa hiyo wewe nakushauri kama rafiki yangu endelee kusoma. Yaani siwezi hata awe baba niambie, labda baba akisema ananifukuza nyumbani, mimi niache shule labda hapo naweza nikafikiria kuacha, lakini mbali na hivyo siwezi kuacha shule. Haitatokea hiyo, hata ingia kwenye mango na waza kuacha shule. Wewe soma shule. Mimi nakushauri hivyo. Kaza buti. Unajua ninavyokuelewa sana pia. Naona unaenda mtoni hapa. Hamna kwa hadi naona huruma. ni magani. Mbona umesahau? Umesahau kitu. Najua tumetoka mbali lakini japo tusomi pamoja, mimi shule nishaachia. Mimi ngoja niende mtoni. Mimi niko na gari. Kwa hiyo tutakuwa tunaki hamna shida. Sasa watu wanabadilika. Yangu ndio kuacha shule. Sasa nikienda wewe niko kwa kila jambo. Mama. Hey. Na umetoka? Nimetoka sasa hivi. Kwa nini unachelewa hivi jamani mwanangu? Hamna, nimetoka na rafiki yangu tulikuwa tunapiga shule. Nani wewe? Ngoja nikusaidie. Shem. Habari. Nzuri za utokako. Safi kwema. Kwema kama Afujari bwana Shem. Sasa Shem. Yaani Shem, swala langu ni lile lile. Swala langu ni lile lile. Shem, acha Mungu nakupenda. Unajua pale ndani kwamba unafikiria kwamba ulikuwa unakutania, hapana. Kwa sikutania kwa nimaanisha. Ila tafadhali Shem, ni stili mwenzio. Ni stili na kuomba. Hivi shemeji, ngoja nikuulize swali. Hivi kwa mfano,
Mdogo wako akaja akagundua kwamba ninatembea na wewe. Ili atanifikiriaje? Shemu. Hivi unatoka hapa kwenda kumwambia au? Si masuala ya siri tu. Nimekwambia hata juzi nilikwambia siku ile kwamba shemu mimi huwa napenda. Sasa sikiliza nikupe mtihani shemeji yangu. Utoke hapa uende mpaka kwa kaka yako, mwambie bwana kaka, humu kuna binti nataka nimchumbie nimuoe. Akikubalia, mimi sina neno. Hivi shemu wewe kama wewe unaweza ukaiweza hiyo? Wewe kuweza? Sasa kama umeweza kunitongoza, kwa nini usiweze hiyo? Shemu hiyo ni hatari. Mimi najua kwamba wewe ni mke wa kaka. Lakini kweli mpaka imefikia hatua hiyo kweli shemu mpaka unaniambia hivyo? Sasa ngoja nikwambie shemeji yangu. Mimi mazoea hayo siyataki. Na tena ukome kabisa. Ukiendelea namwambia kaka yako. Shemu huko usifike wewe. Namwambia kweli. Mbona wewe ushakuwa mtu mzima? Sawa shemu, nimekuelewa. Sawa, nimekuelewa. Ila huko usingefika. Haya ilikuwa ni mambo ya siri unawajua, unakutongoza unakujua kwamba wewe. Kwani mabinti wameisha huko, si uende ukawatongoze mabinti hao? Yaani ni wanaume wengine. Sikutaki na usirudie tena. Ukirudia namwambia kaka yako. Wewe jaribu uone. Jaribu kama unaweza. Ni wanaume. Mekaka. Na Mungu aliwaumba ameangalia watu. Yaani usikistaki na staki. Ukiendelea namwambia kaka yako. Sasa shemu umsalimie kaka. Sawa msalimie. Hapana. Unajua shemu waga na panic. Eti namuulizia mdogo wangu kwamba kwa nini jana alikuwa amechelewa. Eti ndo ananipanikia kiasi hiki. Yaani anakupanikia mimi nimetoka huko nasikia staki kwani kuna shida shemu? Shemu baadaye. Ya kwa heri. Wala usijali ndugu yangu, wewe ni shemeji yangu bwana. Justin. Kwema. Nzuri, naona umependeza. Na umependeza pia. Mapya. Na yako. Mzima lakini mzima shemu. Shemu jambo. Fadhali. Unataka mbona nakuona unatembea? Nilikuwa nataka huko kutembea, nimekutana na shemeji yangu. Jirani habari? Salama kwema. Kwema. Habari? Nzuri. Uko poa kabisa. Mimi namshukuru Mungu. Sasa mimi nilikuwa natokea zangu kwa mtaa wa 3 center kule. Sawa. Nimekutana na shemeji yangu kwa akawa anatoka na mdogo wako, ile sijaelewa shida ni nini. Kweli sijapenda yale marumbano, ndio maana nimeamua tu nikuambie kama rafiki yangu, jirani yangu, wewe ni ndugu siali. Na ndio maana nikaamua kukushia hii taarifa. Umemkuta na mdogo wangu, mke wangu, si ndio? Wanapokeana, sijajua shida ni nini. Basi jirani, mimi nitakufanya hilo swala nitalifanyia utaratibu. Basi hata niende nyumbani kwangu. Sawa. Basi poa. Vipi? Mbona uko hivyo jamani? Karibu ukae. Kwangu, mbona hivyo? Hamna. Mbona kama vile unaonekana una mawazo mengi? Hamna rafiki yangu. Nilikuwa nina mdimdi kidogo ila haina shida. Yangu, mbona mimi sijakuzaa kukaa hivyo? Hamna rafiki yangu. Sasa mbona unachukulia kama ni kweli bwana? Mimi nilikuwa na mawazo yangu. Wazo yangu kuna SMS imeingia hapa. Imenishtua kidogo ila sio sana. Haya rafiki yangu, ngoja niende ndani nikatulie. Haya poa. Haya.